ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukuabudu. Haleluya, nina sababu ya kukusifu. Ukuu wako na uaminifu wako ni sababu ya kukuabudu. Uliniumba ili nikusifu. Kwa mfano wako uliniumba, ni sababu ya kukuabudu. Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel, your name is God, Emmanuel, your name is God, Emmanuel. You are the voice of the thunder, you're living inside of me. You are the voice up in the heart, you're living inside of me. Your name is God, Emmanuel. Your name is God, Emmanuel. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina ni Stefano, na siku hii ya leo ningependa kuhubiri kuhusu mahusiano ndani ya Kristo sehemu ya 3. Bwana Yesu apewe sifa. So kabla yangu kuweza kuhubiri, ningependa kukukumbusha ya kwamba ukaweza kusubscribe to my YouTube channel Sevrai, na Mungu ataweza kukubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia wacha tufunge macho tuweza kumshukuru Bwana kwa kuwa ni yeye ambaye ametufikisha hapa siku hii ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako, tunasema ni asante kwa kuwa wewe umetufikisha mahala hapa. Siku hii ya leo tuombe ya kwamba tutakapokuwa tukisikiza neno lako, tusaidie tukaweza kulielewa katika jina la Yesu Kristo. Tusaidie tukaweza kuishi kulingana na neno lako katika jina la Yesu Kristo. Tuomba ya kwamba pia ukaweza kunisaidia ya kwamba nitakapokuwa nikihubiri nikaweza kuhubiri kulingana na wewe. Wacha maneno yangu yakatoka kwako na yasikue yangu mimi mwenyewe. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na atakuamini. Mtu aseme amina. Amen, amen, amen. So tutaanza katika kitabu cha Wakorintho, wa kwanza Wakorintho 7:1-2. Na Biblia inasema ya kwamba basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguze mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume na awe. Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba na kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, na pia kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Na basi tukiendelea kusoma katika wa kwanza Wakorintho 6:12 inasema ya kwamba vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Na Biblia inazidi kusema ya kwamba vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitawatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atufufua sisi kwa uweza wake.
Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba ati sisi tunasemaga ya kwamba vitu vyote ni halali. Watu wanasema everything, kila kitu yenye nafanya, kila kitu ni mzuri, chakula zote ni mzuri, lakini Biblia inasema ya kwamba hata kama kila kitu ni kizuri, si vyote ambavyo vinafaa. Kwa hivyo ni vizuri ukaweza kuchambua vitu ambavyo unavitumia, vitu ambavyo unavihitaji, kwa sababu vyote ni vizuri, lakini si vyote ambavyo vifaavyo. Kuna vile vitu ambavyo unahitaji, kuna vile vitu ambavyo vinafaa, na hivyo ndivyo ambavyo unafaa kuvipatia kipaumbele. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukiendelea kusoma inasema ya kwamba 14, naye Mungu alimfufua Bwana, na tena alitufufua sisi kwa uweza wake. Mungu alitufufua sisi kwa uweza wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Your bodies are the temples of the Holy Spirit. Ni viungo vya Kristo. Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. Utawezaje kujiunganisha na kahaba? Wewe kama youth najaribu kusoma hii neno kwa jinsi ambavyo utaweza kuelewa. Biblia inauliza ya kwamba nitaviunga viungo vya Kristo, nitaunga huu mwili wangu na mwili wa kahaba, nitauharibu mwili huu ambao Kristo ameutengeneza. Hivi ndivyo Biblia inauliza, na Biblia inazidi kusema ya kwamba Kristo na kuvifunga viungo vyake na kahaba. Hasha! Paulo anasema la hasha, no, anasema hapana. Anasema ya kwamba je, hamjui ya kwamba miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba. Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na mwili mmoja naye, maana asema wamefanyika kuwa mwili mmoja. Ya kwamba Biblia inajaribu kusema ya kwamba wakati ambavyo unaunga mwili wako, mwili huu ambao ni mwili wa Kristo, wakati unauunganisha na kahaba, Biblia inasema ya kwamba wawili ambao wanakuja pamoja, wawili ambao wanakusanyika pamoja, wanafanyika kuwa kitu kimoja. Wakati mume na mke wanashikana, wakati ndoa inafanyika kushikanishwa ya hawa watu wawili, hawa tena si watu wawili, ni mwili mmoja. Na ndiposa ningependa kuwaambia nyinyi youths, nyinyi vijana ambao mko ndani ya mahusiano, ya kwamba mkaweza kujichunga, mkaweza kutambua viungo ambavyo mko navyo, mkaweza kuvitumia jinsi ambavyo Mungu anataka mkaweza kuvitumia, mkaweza kufanya mambo ambayo Mungu anataka mkaweza kuyafanya, na mkaweza kuyatenda mambo ambayo yatamtukuza Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba hapa ni 17 inasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Sisi ambao tumeungwa, tumeshikanishwa, tumefanywa kiumbe kimoja na Kristo, sisi ambao tuko ndani ya ndoa na Kristo, Biblia inasema ya kwamba tumefanyika roho moja na yeye. Kwa nini? Kwa sababu tunamjua Kristo ndani ya roho. Unaweza ukajua mpenzi wako kwa mwili wake, unaweza ukajua ndugu yako kwa mwili wake, unaweza ukajua dada yako kwa mwili wake, lakini huyu Kristo tunamjua katika roho na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiposa tunaendelea kusoma tukisema ya kwamba ikimbieni zina, ikimbieni zina. Kumbuka ya kwamba nilipoanza kusoma niliwaambia ya kwamba lakini kwa sababu ya kuepuka zina, na kila mwanaume na awe mke wake, na kila mwanamke na awe na mume wake. Jina la Yesu lipewe sifa. Hii siku ya leo ningependa kuambia ya kwamba vijana ambao mjaolewa bado, vijana ambao hamjaoa bado, wavulana ambao bado hamjaoa, na wasichana ambao bado hamjaolewa, ninapenda kuambia hivi. Biblia imesema ya kwamba ni vyema kuoa kuliko kuwaka tamaa. Na ndiposa ningependa kuambia ya kwamba kuoa haiendi ndani ya kanisa wakati pete na pete zinashikana.
hapo mahali ambapo mnabishana ama kubadilishana pete, hapo si ndipo ambapo ndoa inatengenezewa. Ndoa inafanyika kuwa ndoa wakati wale wanandoa wawili wanaenda kwa wazazi wao wote wawili, wazazi wa mvulana na wazazi wa msichana, wanaweza kuelewana na wanaweza kuambiana ya kwamba hivi ndivyo ambavyo mtaleta, na nyinyi mnasema ya kwamba hivi ndivyo ambavyo tutaleta. Na wakati mabadilishano ya gift ama zawadi zile ama ile agano ambayo iliwekwa baina ya wazazi wa familia ya msichana na ya mvulana, hapo ndipo ndoa inafanyika. Na ndiposa ningependa kuwaambia wengi wenyu mnafikiria ya kwamba ati mimi si unajua wacha tu niendelee kufanya zina, unajua sasa siwezi enda saa hizi, unajua sasa hata sina kanisa ninaenda. Haihitaji ukuwe na kanisa ambayo unaenda, unahitaji akili timamu ambayo inakuambia ya kwamba huyu ambaye ninataka kumchukua kona wazazi, na pia yule msichana akaweza kujua ya kwamba ninahitaji kuondoka kwa nyumba ya wazazi wangu kwa heshima. Kwa hivyo ni lazima nikuje nipokelewe na wazazi wangu wanipatiane kwa yule ambaye atakuwa mume wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo ndipo ambapo ndoa inafanyika. Na pale kanisani wakati watu wanaenda, hawaendi kufunga ndoa. Wakati mnaenda kanisa pale, mumevaa neti, mumevaa hizo vyote, hamjaenda sasa kufanya harusi. Mumeenda huko kusherekea ndoa ambayo already ilishafanyika pale baina, wakati wazazi walibadilishana zawadi zao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati wazazi waliagana na wazazi wakaweza kufanya mabadilishano yao, hapo ndipo ambapo uliweza kupokea ama kufanyika mwanandoa. Ulifanyika mwanandoa hata kabla ya kuingia kanisa. Na kanisani pia mhubiri wako ni kama baba yako. Pia baada yako kuolewa, wakati ambapo umeshaolewa ama umeoana, mnapokuja kanisani, mnakuja kwa yule baba yenu ambaye amewalea na neno, ambaye amekuwa akiwahubiria, ili pia yeye kama baba ambaye amekuwa akikulisha kiroho, akaweza kukupatia baraka zake. Lakini hakuna ndoa ambayo inafanyikia ndani ya kanisa. Vijana, msipotoke, msiingie ndani ya zinaa. Yoyote ambaye anaingia katika ndoa kwa kupitia nje na ako ndani ya kanisa, hayo ni makosa na unafaa ubadilishe mawazo hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Ninajua kuna watu wengi ambao already wameingia kwa ndoa namna hiyo, lakini wengi wao ni wale ambao hawajatambua maneno ambayo ninayazungumzia. Na wakati ambapo umeyatambua sasa, unafaa utubu. Na kutubu inamaanisha nini? Nilifaa niingie katika hii ndoa na wazazi wangu walifaa kuzungumza na wazazi wa msichana, na wazazi wangu walifaa kufanya maelewano na wazazi wa msichana, na kuna vitu ambavyo nilihitaji kuvitoa kwa sababu ya yule msichana. Kwa hivyo wakati umesikia haya maneno na umegundua ya kwamba nilikuwa na makosa, umegundua ya kwamba yenyewe nilifanya makosa, wakati ambapo umegundua, unatubu. Na kutubu sio kulia kuambia Mungu sijui nini, sio kuvaa magunia na kujipaka jivu. Kutubu ni kumaanisha wewe kama mvulana utasema ya kwamba nilikosa kwenda kufanya hayo. Wacha sasa niende nyumbani, nichukue wazazi wangu, niwaambie tuelekee katika wazazi wa hawa wasichana, tuende nikafanye yale ambayo nilipaswa kufanya. Na hiyo ndiyo ambayo tunaita kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba 19, wacha tuanzie 18. Ikimbizeni zinaa. Kila dhambi atendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, lakini ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu wa mwili wake mwenyewe. Ati kila dhambi ambayo unatenda iko nje ya mwili wako, lakini dhambi ya zinaa, dhambi ya sexual immorality iko ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiposa mimi ninapenda kuwaambia vijana, wacheni niwaambie kitu moja. Wakati ambapo ninahubiri hapa, nyinyi ambao mnanitazama, pia mimi huenda ninaketi chini, ninasikiza ambavyo Mungu alikuwa anasema akinitumia. Kwa hivyo maneno haya ambayo ninayaongea, ninapoketi chini kuyasikiliza, pia mimi ninakuwa mmoja wa wale ambao wanazungumziwa.
Kwa hivyo usifikiria kwamba ati Jenga ni perfect, ati Sevrai ni perfect, ati Sevrai unajua sasa yeye anajionaga tu yeye ndio ule, unacheki unasikia ati sasa Jenga huyu jamaa anajionaga tu yeye ndio the holiest, anajionaga yeye ndio the righteous. Hapana, Biblia inasema ya kwamba temptations zitakuja, majaribu yatatukujia, na hayatakuja kwa nyinyi peke yenu, yanakuja pia kwa Sevrai. Na wakati yanakuja pia kwa Sevrai, Biblia inasema ya kwamba neno la nguvu ndani yetu ni nguvu yetu ya kushinda. Na ndiposa nawaambia jinsi ambavyo ninazidi kusoma neno, jinsi ambavyo neno inazidi kukemea Sevrai. Neno inaendelea kusema ya kwamba Sevrai, sitaki kukuona ukilala na wasichana kabla ya ndoa. Neno inasema ya kwamba Sevrai, sitaki kukusikia ukitembea na watu ambao ni wahalifu. Neno inasema ya kwamba Sevrai, ninataka ya kwamba ukaweza kuzidi kuwa mwombezi. Na wakati neno inasema hayo yote, ninasikiliza neno, na baada ya kusikiza neno ninaambia Mungu nisaidie kukuwa mmoja wa watendaji wa neno lako. Kwa hivyo wacheni niwaambie ukweli. Ukweli huu ni ya kwamba sisi sote tuko taabuni. Mwenye anahubiri na yule ambaye anahubiriwa tuko katika hatari moja. Lakini kuna habari njema, na habari njema ni ya kwamba Mungu ameweka ndani yetu nguvu, na hiyo nguvu inakuja kukuwa activated na neno. Ati neno ndiyo ambayo inadhihirisha ile nguvu ambayo iko ndani yetu, na ndiposa unapaswa kukuwa ukisikiza neno usiku na mchana, na pia ukazidi kuomba na kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu ya yale mema ambayo anazidi kuyatenda maishani mwako. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba ati dhambi yote ambayo ni ya zinaa ni dhambi ambayo iko ndani ya mwili wako. Ati ni dhambi ambayo wewe mwenyewe mwili wako unajikosea mwenyewe. Hii ni dhambi ambayo iko ndani ya mwili. Wakati unafanya dhambi ya zinaa iko juu yako, lakini yale makosa mengine ambayo unayafanya yako nje. Bwana Yesu apewe sifa. Maana 20 inasema ya kwamba maana mlinunuliwa kwa dhamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Ati mtumie miili yenu kumtukuza Mungu. Ati wakati watu wanaenda kuenjoy, wakati watu wanaenda kusherekea, wakati watu wanaenda kupiga raha, wakati watu wanafanya raha yao kukua vitu ambavyo ni maovu, Biblia inasema ya kwamba wewe unafaa ukaweza kufanya raha yako kukua mambo ambayo ni ya Mungu, mambo ambayo yanaleta sifa kwa Mungu. Na ndiposa wakati watu wanaenda bash kurombosa, sisi tunaenda ndani ya kanisa kupraise, tuna dance, tunaimba 7, tunaimba tukiambia Mungu ni asante kwa sababu tumefanya mambo ambayo ni ya Mungu yakakuwa raha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wanaohusiana ambaye hajamtambua Kristo, yule ambaye hajamtambua Kristo hawezi akakupenda jinsi ambavyo Kristo anataka tuweze kupendana. Kama haujamtambua Kristo bado haujaweza kupata upendo wa ukweli. Maana mlinunuliwa kwa dhamani, sasa mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tumenunuliwa katika dhamani, na sasa Biblia inasema ya kwamba tuweze kumtukuza Mungu katika miili yetu. Mwanzo 19:1-13. Na Biblia inasema ya kwamba basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu akiwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi, akasema, bwana zangu, karibuni na wasihi, muingie nyumbani mwa mtumwa wenyu, mkalale, mkanawa miguu yenu hata asubuhi, muondoke mapema mkaenda zenyu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakakoja.
wakaingia nyumbani mwake, akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa na wakala. Hata kabla ya hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakazunguka nyumba, vijana wa watu wote waliotoka pande zote. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia kwamba hapa mahali ambapo nimepasoma, Lotu ilikuwa imefika maybe jioni, na utakuta ya kwamba wakati kulikuwa na malaika wawili ambao walikuwa wakipita, na malaika wale walipokuwa wakipita wakakaribia katika nyumba ya Lotu. Lotu alipotoka nje akawaona, akawaambia ya kwamba kujeni kwanza mlale kwa nyumba yangu, kujeni mkae, mtaondoka kesho asubuhi. Na walipokuja wale malaika wakaingia, Biblia inatuambia ya kwamba baada ya Lotu kuwaandalia na kuwapikia mikate ambayo isiyochachwa, baada ya Lotu kuandaa hayo yote, watu wa Sodoma wakakuja, vijana kwa wasichana wakakuja, wakasema oya Lot, uko wapi? Wakakuja wakamwambia Lot, tunasikia ati kuna wasee wawili wamekuja kwa hii mtaa yako, unajua utafanyaje? Utawatoa tu nje, walete tu, si tuchangamu tufanye ile kitu, walete tu wafanye ile kitu. So hawa watu wa Sodoma walikuwa watoto, walikuwa vijana, walikuwa pia vijana na wazee. Kwa hivyo ukiangalia, kulikuwa youths ambao walikuwa wamejihami vizuri, wamekuja kushiriki ngono, wamekuja kutekeleza maovu. Sikiza, hivi ndivyo ambavyo kulifanyika. Wale wasee wa ile mtaa, wasee wa Sodom wakasema, sisi ndio wenyeji, hakuna mtu anakujaga hii mtaa na tunakosa kumfanya. Unacheki? Ati hakuna mtu anakujaga hii mtaa yetu na tunakosa kumchangamkia. So ambia we Lord, fanya aje? Ambia hao wasee wamekuja kwa keja yako, watoke nje, sisi tufanye ile kitu. Hao watu walikuwa watu waovu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hao watu walikuwa watu wabaya zaidi, na Biblia inasema ya kwamba walikuja wakaambia Lot, tufungulia hawa watu tuwachangamkie, tufanye tu ile kitu once na si tuende. Kumaanisha hawa watu hawakuwa watu ambao wanatumia mili yao kusifu Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Jaribu tu kupiga hiyo picha, jaribu tu kuona ya kwamba jinsi ambavyo hao watu walikuwa wicked, walikuwa waovu, walikuwa watu wabaya zaidi. Waangalie jinsi ambavyo, na hawa watu ambao wamekuja ni watu wa Mungu, sio washerati kama wao, walikuwa watu wa Mungu. Lakini watu wa Sodoma wakasema, sisi ni watu wa Sodoma. Na ndiposa yule ambaye ako ndani ya Kristo atatambua, hakuna Ukikuyu ndani yangu, hakuna Usodoma ndani yangu, hakuna Ujaluo ndani yangu, hakuna Uluya ndani yangu. Wakati unaingia ndani ya Kristo, mimi ni kiumbe cha Kristo, mimi ni kiumbe jipya. Haijalishi nilizaliwa Sodoma, mimi sasa sio Msodoma, mimi ni Mkristo. Kwa hivyo wale watu walijiamini, wakajipiga kifua, wakasema Sodoma sisi ni mabazu, sisi Sodoma sisi ndo kusema, hii ndo mtaa yetu. Unacheki? Hii mtaa yetu sisi ndo kusema. Unacheki? Hivyo ndio wale wasee walikuwa na kama wakisema, walikuwa wanajaribu kuonyesha Lot, unacheki, this is where we belong. Ati tumekuwa hapa hata kabla yetu, wewe kabla yako kukuja hapa tumekuwa hapa. Walikuwa wanaambia hivyo Lot. Wacha tuendelee kusikiza vile Biblia inasema ya kwamba hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakazunguka nyumba, vijana kwa watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu, wakamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Watoe kwetu tupate kuwajua. Watoe tupate kuwajua. Hivyo ndo walisema. Lakini Biblia inazidi kutuambia kwamba Lutu akawatokea mlangoni, akafungua mlango nyuma yake, akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Lutu alikuja akawaambia kwamba
ndugu zangu, mabro manzejo, msifanye hivi, msifanye hivi ni mbaya, msifanye. So Lutu alikuja akawaambia hii ni mbaya, msifanye hivi, msifanye. Haina haja, hao ni wageni wa mine, unacheki, ni wageni wangu. Sikiza, wacha usikize jinsi ambavyo wale watu wa Sodoma walimwambia. Wale watu wakaanza kumwambia, tazama, Lotu akawaambia, tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi niwatolee kwenyu, mkawafanyie vilivyo pema machoni penyu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Kwa hivyo Lutu akaamua kusema ya kwamba niko na wasichana wawili, wacheni niwapatie mcheze kama nyinyi, lakini mwachane na hawa ambao wametumwa na Mungu. Kwa hivyo ukiangalia hata Lutu si ati ni vile alikuwa mzuri. Ni vipi wewe baba utamchukua mtoto wako, utakuwa tayari kutoa mtoto wako, ati unamchukua unampeana afanyiwe kitendo chochote kiovu? Uchukua watoto mabinti wako wawili uwapatie wakaweza kufanyiwa maovu na wale watu. Huyu pia Lutu pia yeye alikuwa na shida. Pia Lutu hakuwa ametambua Kristo, na ndiposa ninawaambia ya kwamba simuweze mkajua huyu Kristo, simuweze mkajua upendo huu wa Kristo. Mungu anasema ya kwamba katika New Testament, Biblia inasema ya kwamba yule baba muovu, yule baba wicked, yule baba mlevi, hata akifanyiwa nini, atang'ang'ana na ulevi wake akuja aletee mtoto wake vitu mzuri. Ni vipi baba ataamua anataka mtoto wake afanyiwe maovu? Ni baba mgani huyu? Na ndiposa nawaambia ya kwamba ni vyema tukaweza kujua Kristo, kwa sababu Kristo anasema tutendee mema hata wale watu wabaya. Na wakati Kristo anasema hivyo, anasema ya kwamba hata yule baba ambaye ni mbaya sana anapelekeaga zawadi nzuri kwa watoto wake. Ni vipi Lotu anaamua kupeana watoto wake? This is very wicked. Haijalishi ni nani yako mbele yako, hakuna. Stand boldly, simama kwa ushujaa, simama kwa ujasiri, na useme ya kwamba hamtaguza, hamtakaribia hapa, siwezi kubali. Kataa. Sio kupeana. Usisacrifice your own kwa sababu unataka kujifurahisha ama kuokoa wengine. Simama kwa ushujaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nayo Biblia inazidi kusema ya kwamba lakini wale watu wakasema tazama, ninao mabinti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi niwatolee kwenyu, muwafanyie vilivyo pema machoni penyu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. 9 inaendelea kusema ya kwamba wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wavunje mlango. Hebu sikia, Biblia inatuambia ya kwamba wale watu walikuwa wicked, wale watu walikuwa waovu, wale watu walikuwa wamepotoka. Na Biblia inatuambia ya kwamba huyu Lutu wakati alipojaribu kuwasikiza, walimwambia aje, wewe ni mgeni hii area yetu, unajua mtaa yetu, wewe ni mgeni, unajua hivyo, alafu unataka kuja hapa hivi kujifanya vile unaweza kutupanga. Unacheki, hadi unatoka mtaa yako unakuja hapa hivi tunataka kutupanga. Unataka kutupanga aje? Na sisi ndio hii mtaani yetu, huwezi kuja kutuambia. Kwanza wewe tutakufanya mbaya kushinda vile utafanya huyo. Sikiza, hebu sikiza watu wa Sodoma. Na ndipo nakwambia kuna mitaa ambayo ukienda vijana wanasema hivi, kama tu watu wa Sodoma lazima watende maovu, na ukijaribu kuambia wasitende maovu wanasema hiyo mtaani yao. Hauwezi waambia kitu ambacho hawajajua ni ya kwamba ndani ya Kristo tumefanywa kitu kimoja. Ndani ya Kristo tumeingia ndani ya ufalme mmoja, na ndiposa yoyote anaweza akasimama ndani ya Kristo akazungumza, na yule mwingine pia anaweza akasimama ndani ya Kristo akazungumza, na yule mwingine ataweza kumsikiliza, na yule pia ataweza kumsikiliza.
haijalishi mtaa yako, haijalishi area yako, lakini wakati unaungana na Wakristo wenzako utaweza kuwasikiza, na wakati Wakristo wenzako wanasema mazuri kuhusu Kristo, pia wao wasikize. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hey, amen, amen, amen. So, lakini wale watu wakanyosha mikono. Wakanyosha mikono yao, wakamuingiza Lutu kwao nyumbani, wakafungua mlango, kisha wakawapiga hao waliokuwa mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kutafuta mlango. Walezo wapewe sifa. Biblia inatuambia kwamba ati baada ya wakati vurugu ilianza, wale malaika ambao walikuwa pale ndani wakavuruta Lutu ndani na wakaufunga mlango, na baada ya kufanya hayo wakapofusha wale ambao walikuwa nje ya nyumba. Kumbuka, sio Mungu amewapofusha, ni hawa watu ambao wako ndani ya nyumba ya Lutu ambao walifanya wale ambao wako nje ya nyumba wakakuwa vipofu. Na uone hawa watu wa Sodoma bado ni wajinga. Hawa watu bado walikuwa wanatafuta mlango. Wamepofushwa, hawaoni, ni vipofu, lakini bado wanauliza iko wapi hiyo mlango? Iko wapi hiyo mlango? Iko wapi? Huku lazima tuingie, hata kama tuoni lazima tuingie. Wakatafuta mpaka wakachoka. Bwana Yesu apewe sifa. Na wacheni niwaambie wanadada ambao mnanisikiliza hii siku ya leo, kuna vijana kama vijana hawa wa Sodomu, vijana ambao maishani mwao wameekwa na adui ili wakuje waharibu maisha yako. Wameekwa na adui mawazo maovu, wameekwa na adui mawazo ambayo sio ya kiutu. Na ndiposa nakwambia ya kwamba wakati ambapo wanaona mwanadada anapotembea mahali popote, wako tayari kufanya ile kitu. Kunao hata hiyo area yako wako, chunga sana. Na pia kuna wanadada the same ambao ni kama hao watu wa Sodoma, wanaondokea, wako tayari. Ni nani huyo amekuja hiyo area yetu mgeni? Nani huyo mwenye mimi sijamguza? Nani huyo? Anazungukwa hivi, kila mtu hiyo mtaa anapita na yeye. Usijiwachilie namna hiyo. Weza kupokea neno la Kristo, weza kupokea Kristo. Na wakati unapokea Kristo, unapokea nguvu. Wakati unapokea Kristo, unapokea uweza. Wakati unapokea Kristo, unapokea yote ambayo ni ya ushindi ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haya, tuendelee kusoma, na Biblia inasema ya kwamba maana basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi, mkewe, wanao na mabinti zako wote ulionao katika mji huu, watoe katika mahala hapa, maana tutapaharibu sisi mahala hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele ya Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu walikuja kuharibu, na sio vibaya, waliharibu kitu mbaya, hawakuwa na makosa. Na ukiangalia ni ya kwamba Mungu alikuwa Mungu wa upendo tangia zamani. Lutu alikuwa mtu mzuri na alikuwa miongoni mwa watu wabaya, lakini wale watu hawakuweza kutubu. Na kutubu sio kulia na kuvaa magunia. Kutubu sio kulia na kuvaa magunia. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu hawakuweza kutubu, hawakuweza kuelewa Kristo. Wakati mtu kama Lot ama Ibrahimu alijaribu kuwahubiria, hawakuweza kuelewa. Wale watu hata wakijaribu kuona Lot, wakisikia kwamba wanadada wale watoto wa Lot hawakuwa wameguzwa na mwanaume hata mmoja. Kumaanisha nini? Hivyo wangeweza kutubu na waanze kuishi maisha kama hayo, na waanze kutamani maisha kama hayo, lakini waliendelea kudhoofika katika tabia zao na wakazidi kuwa waovu. Bwana Yesu apewe sifa. Na Biblia imetupatia yote ambayo tunahitaji kuyasikiza. Basi wale watu walipofuka, na ndiposa ningependa kuambia kuna wavulana na kuna wasichana wadogo kwa wakubwa wako ndani ya kanisa siku hii ya leo. Wako ndani, wako kwa present worship,
wako kwa departments za intercessory, wako kwa departments za ushering, wako kwa departments za instruments, wako kwa vitabu kwa departments za media, wako katika vitengo hivyo vyote, lakini si wote ambao ni Mungu amewatuma katika hizo places. Na ukitaka kuwajua ni unahitaji neno ndani yako, kwa kuwa kuna hadi viongozi ndani ya kanisa ambao ni watu wa Sodoma, wamevalia ngozi ya kondoo ili wakaweza kupata watu wa kuwaharibia maisha, wa kuenda na kuwachezea chezea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika wa pili wa Korintho 4:3-5 inasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Ati kama injili ya Paulo imesitirika kwa wale ambao wanapotea. Wale ambao wanapotea ni kina nani? Ni hao watu ambao wanasema, unajua sasa sisi ni watenda dhambi sisi wote, hakuna mtu holy, so hata nikienda kufanya sexual immorality, nikifanya sex nitatubu. Si unajua Mungu wetu anasamea makosa. Hawa ndio watu ambao wanapotea. Watu ambao wanapotea ni wagani? Ni wale watu ambao wanasema, wewe, mimi nikifanya dhambi, wacha nifanye dhambi yangu vile nataka kufanya. Wacha tu nifanye dhambi yangu. Kwa nini? Ati nikifanya hii dhambi, unajua tu nitaenda tu nivae magunia na nijipake majivu. Na ule Mungu mjinga atanisamehea. Hivyo ndio watu wamesema. Lakini wale ambao hawajapotea ni wale ambao wametambua Yohana 3:16 ya kwamba kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, ili yoyote atakayemwamini apate uzima wa milele na milele. Uzima wa milele na milele unapatikana kwa kuamini Kristo. Msamaha wa dhambi unapatikana kwa kuamini kazi ya msalaba, kukufa, kufufuka kwa Yesu Kristo. Kukufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Huko ndiko ambako kunaleta msamaha wa dhambi. Kwa hivyo wale wote ambao wanaamini magunia na majivu ndo zinatoa dhambi, ninawaambia kwamba mnapotoka, gunia na jivu haziondoi dhambi. Gunia na jivu haziondoi dhambi, lakini Kristo akiingia ndani anaondoa. Na haondoi tu dhambi, anabadilisha. Nguvu ya kubadilisha yuko ndani ya gunia. Nguvu ya kubadilisha hayuko ndani ya jivu. Nguvu ya watu kubadilika iko ndani ya Kristo. Na ndiposa wakati unapopokea Kristo, unaenda kufanya kitu unaona hapana, sifai kufanya hivi. Unajaribu kufanya vitu haziingiani. Unajaribu kuenda kuiba, unaona hapana, mimi sifai kuiba. Kwa nini? Kwa sababu akili yako imekuwa replaced na akili ya Kristo. Na kama Kristo sio mwizi, hata wewe huwezi kubali kuwa mwizi. Na kama Kristo sio msherati, hata wewe huwezi kubali kuwa msherati. Ndipo sana waambia, wacha tujue Kristo, kwa sababu Biblia inasema ndani yetu yeye ndio nguvu ya kushinda yote. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona kuna mtu anaitagwa aje, kuna nabii muuaji ambaye wakati wote nimeleta COVID, nimekuja kuua. Wakati wote anasimama anasema mimi ndo nimesababisha vita Haiti. Anasema Kenya msinicheze, mimi nitawaua. Yule ambaye anaua watu, Biblia inasema kazi ya shetani ni kuua, kuharibu na kuiba. Kwa hivyo mtu yule ambaye anaua, anaharibu, analeta vurugu Haiti, anaambia Kenya ya kwamba nitawamaliza. Mtu kama huyo na wale washerati ambao wanafanya dhambi, wale watu ambao wanafanya dhambi za usherati wako katika kitengo kimoja. Wote wako kwa njia moja, wanatumikia mtu mmoja. Na kwa sababu shetani ndiye ambaye analeta mawazo ya sexual immorality, shetani ndiye analeta mawazo ya zinaa, na shetani ndiye analeta mawazo ya uwaji, ya kuuana, bado ni shetani. Wote wako katika kitengo moja. Na Biblia inasema ya kwamba hawa watu Mungu si mwepesi, lakini Mungu anawapatia chance ya kwamba mkaweza kutubu. Na acheni niwaambie ya kwamba haina haja uvae gunia na ujipake jivu na bado uendelee kuvuruga Haiti. Haina haja uvae jivu, ujipake jivu na uvae gunia na uendelee kuua watu na magonjwa. Haina haja uende kupeleka earthquake in countries. Haina haja usababishe vita baina ya countries. Haina haja ya hayo yote.
yote ambayo unafaa kufanya ni upokee Kristo na ukubali akaweza kukubadilisha. Nasema unajua hata ministry yetu ni ya watenda dhambi. Kanisa yetu inaitwa Ministry of watenda dhambi na watenda dhambi. Watenda dhambi. Ati unasikia? Ati Ministry of watenda dhambi. What is that? What is that? Hakuna mtu righteous, hakuna mtu righteous. Hivyo ndio wanasema. Na ndiposa wanaweza kujiambia kwamba wacha tu tufanye juu hakuna mtu righteous, wacha tu tufanye juu hakuna mtu holy, wacha tu tufanye juu hakuna mtu holy, hakuna ga mtu holy, acha tu tufanye. Sasa mbona tusifanye na hakuna mtu mwenye ni perfect, hata mimi si perfect. Sivyo ndio wanasema. This is how they say. Na wakati wanasema hayo yote, wanakuwa kama watu wa Sodoma. Wanatenda maovu yao wakifikiria ya kwamba Mungu ni mjinga, lakini hao ndio ambao ni wajinga. Hao ndio ambao watu wanapotoka. Siku hii ya leo, ningependa kukuambia wewe ambaye unanisikiza, ulioshwa na Kristo katika msalaba. Ulitakaswa na Kristo ndani ya msalaba. Hakuna matendo yako ambayo uliyafanya. Wewe ni kile ambacho Mungu anasema. Mungu akisema wewe ni mtakatifu, Sevra, haijalishi macho yako yanaona nini, haijalishi akili yako inafikiria vipi. Jua ya kwamba wewe ni mtakatifu kwa sababu Mungu amesema. Na kama wewe ni mtakatifu kwa sababu Mungu amesema, usherati utakapokuja, jua ya kwamba uko na nguvu ya kushinda usherati. Wakati uwaji utakuja, uko na nguvu ya kushinda uwaji. Wakati wizi utakuja ndani yako, utajua ya kwamba niko na nguvu ya kushinda wizi. Sio kusema mimi ni mtenda dhambi kaa wengine, acha tu nitende. Ni kusema ya kwamba mimi ni kile Mungu amesema. Na kama Mungu amesema mimi sio mwizi, siibi tena. Kama Mungu amesema mimi sio msherati, sifanyi usherati tena. Haijalishi nimefanya miaka ngapi, haijalishi nimefanya aje, lakini sifanyi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna nguvu ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Na injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia amewapofusha. Sikizeni, Mungu wa dunia amepofusha watu. Hata hii generation ya saa hizi, kuna Mungu wa dunia ambaye anajua kupofusha watu, na sio Mungu wa earth. Kuna tofauti ya dunia na earth. There is a different. Kuna tofauti ya world na earth. Sijui dunia tutaita, earth tutaita aje? Earth. Kuna tofauti ya earth na dunia. Mungu wa dunia hii amepofusha. Kunao ambao wamepofushwa kama wale watu wa Sodoma na Gomora. Watu wanasema Mungu alipofusha hao watu, waliwafanya wakakuwa vipofu. Mungu alikasirika akafanya kama ule nabii muuaji, akawafanya tu vipofu wote wazi. Sio Mungu. Biblia inasema ya kwamba kuna Mungu wa dunia hii ambaye ako na nguvu ya kukufanya kipofu, kwa sababu usipokuwa ndani ya Mungu unaweza kontroliwa na mtu yoyote. Wamepofushwa fikra zao, wasioamini isiwazuie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Ati wamepofushwa wasiweze kuona nuru ya injili yake Kristo ambayo tunapaswa tukue tukiipokea ndani ya maisha yetu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe. Ati Sevra hajihubiri. Ati Paulo anasema ya kwamba yeye hajihubiri yeye mwenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa watumishi wake kwa ajili ya Yesu. Sisi ni watumishi wa Yesu, sio watumishi wa manabii wa uaji. Sisi hatutumiki manabii wa uaji. Ati usipokuja kufanyia kazi nabii muuaji, unajua sasa utakuwa umepotea, utakosa kuenda mbinguni, utakansoliwa kuenda mbinguni. Ukihusiana na watu ambao wamewekwa mentalities, watu ambao wanakaa zombies, watu ambao wanakontroliwa, ambao wakiambiwa ni left, wote wanageuza shingo, wanaangalia upande wa kando na wanaanza kusafiri na left. Watu ambao wasiofikiria, wasioona, ambao ni vipofu wakiongozwa na kipofu wanaanguka kwa shimo pabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa na relationship na watu ambao si watu kama wa Sodoma. Tafuta watu ambao wako na mwangaza ndani ya maisha yao.
watu ambao wako tayari kusema ya kwamba nimeokolewa, watu ambao wako tayari kusema ya kwamba neno la Mungu ni authority ndani ya maisha yangu, neno la Mungu ni nguvu yangu, maombi ni nguvu yangu, nyimbo za sifa na za kuabudu ni nguvu yangu. Watu ambao wametambua Mungu ndani ya mioyo yao, sio tu kwa midomo. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Yakobo 1:19 hadi 20 nasema, hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Na ndiposa wakati mwanadamu amekasirika, mwanadamu kama nabii muuaji, wakati amekasirika analeta kifo, analeta earthquake, anaua, analeta magonjwa, anaua, analeta vurugu, anaua. Wakati Biblia inasema ya kwamba ati hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Na ndiposa Mungu hataki watu wakufe, hata wakuwe waovu aje. Mungu anataka watambue ya kwamba aliwaokoa. Ya kwanza watambue ya kwamba aliwaokoa. Ya pili waamini ya kwamba aliwaokoa. Wakiri ya kwamba aliwaokoa na wakaweza kupata maisha ya milele na hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Wa kwanza Petro 4:3 inasema, maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada za sanamu isiyo halali. Angalia, wacha kwanza tusome wa kwanza Petro 4:2. Na inasema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenyu uliobaki wa kukaa hapa duniani, ati wakati wowote ambapo unaishi, usitamani kufanya maovu, usitamani mambo hayo yengine yote. Mambo magani hao ambayo unaambiwa usiyatamani? Hao ambayo yameandikwa katika kitabu cha wa kwanza Petro 4:3, ambayo ati walienenda katika ufisadi, katika tamaa, katika ulevi na karamu za ulafi na vileo vya ibada za sanamu. Wewe unaenda ukiamini manabii wa uaji, unashinda ukiwainamia ukisema, nabii umesema, nabii umesema. Nabii akisema hapana, unasema ataniua. Ati nabii akika huyo ni miungu, huyo ni sanamu. Usifanye mtu sanamu yako wa kwamba ati unakaa karibu naye kwa sababu unaogopa akuue. Na ndiposa wahusianaji, watu ambao mko ndani ya mahusiano, ninawaomba kabisa, usikae na mtu kwa sababu unafikiria pesa zake ndio zitakuweka uhai. Hizo pesa zitaondoka baadaye. Usikae na mtu kwa sababu unafikiria ile power ambayo ako nayo ama influence ambayo ako nayo ndio ambayo itakuweka. Zitaisha. Usikae na watu wanakuambia kwamba unajua ukiwa mbali na mimi utakufa. Hao sio Mungu. Wachana na hao watu. Kaa na mtu ambaye anakuambia kuhusu Kristo. Mtu ambaye wakati wote anaongea Kristo. Na wakati anaongea Kristo, hajipigi kifua. Bwana Yesu apewe sifa. Utaolewa na huyo mume wako ataishi kukupiga akikuambia ni hasira za Bwana. Hata Mungu amekasirika vile nimekasirika. Utakaa na Bwana yule your husband, mume wako atakuwa anachukua kisu na kudunga na kuambia Mungu amekasirika. Atakuwa anaenda nje anakuletea magonjwa, anakuletea na kuambia nimekasirika vile Mungu amekasirika. Usikae karibu na manabii wa uaji. Na wewe nabii muuaji ambaye unaua watu, manabii wa uaji, mwache kuua watu. Mungu hataki watu wakufe. Ninazidi kuambia hivyo. Mungu hataki watu wakufe. Mungu anataka watu waokoke. Kwa hivyo ati kwa muda uliobaki duniani waweza kufanya nini? Kutumia ambayo uko nayo kumsifu Mwenyezi Mungu. Wa kwanza Timotheo 4:1-5 inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajijenga na imani, watazisikilia roho
watazisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Umesikia ya kwamba ati nyakati za mwisho watu watajijenga, wengine watajitenga na imani ya kweli, imani ya Kristo. Watu watajitenga na imani ya Kristo, na wakati watakapojitenga na imani ya Kristo, wataenda kando, waunde imani ya vitisho, waanze kujiundia imani zao, na waanze, Biblia inasema ya kwamba watazisikiliza roho zidanganyazo. Roho ambayo inadanganya, roho ya kwanza ni ya kwamba mamito nitakuua. Hiyo ni roho ya uongo. Roho ambayo inajaribu kutishia Jmo, inamwambia wewe umeiga Mungu, nitakuua, ni ya uongo. Roho ambayo inasema Kenya nitakuua, ni ya uongo. Roho ambayo inasema Haiti nitawamaliza, nitawavuruga, ni ya uongo. Roho ambayo inasema ya kwamba ati wewe nikikuja Nigeria make sure nimeacha huko hivyo kuna earthquake, ni ya uongo. Roho ya uongo ni hizo, na hizo roho Biblia inatuambia kwamba ni mafundisho ya mashetani na zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Ni mafundisho ya mashetani na Biblia inasema ya kwamba zishindwe katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Biblia inazidi kutuambia kwamba wa kwanza Timotheo 4:1-2, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe. Sikiza, ati wakiwazuia watu wasioe na kuwaamuru watu wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ati Biblia inasema ya kwamba ati wakizuia watu wasioe. Hawa ndio wahubiri wenye wanaenda wakiambia watu ni afadhali kukaa bila kuoa badala ya kuoa ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Ati ni afadhali kukosa kuolewa, ati Biblia inasema, na ni uongo, sio Biblia, ni yeye. Ati ni afadhali kukosa kuolewa badala ya kuolewa na ibilisi. Hakuna mume ibilisi, hakuna mke ibilisi. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndiposa ndani ya Kristo hautawahi ona ibilisi ndani ya mtu. Hawa watu ni watu wapenzi wa Mungu, hawa ni watoto wa Mungu. Na hata kama anakaa kama ibilisi, nguvu ya Mungu iko ndani yako ya kufanya akue anakaa kama malaika. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanawaambia msioe, msioe, huyo ni ibilisi, huyo ni ibilisi, usimwoe. Hayo ni matusi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Ati wanazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kujijua hiyo ukweli. Haleluya. Kwa maana ati kwanza wanaambia watu wasikule chakula fulani, na hiyo chakula Biblia imesema inafaa ikuwe ikikulwa kwa shukrani. Ati anakuambia usikule nguruwe, utaenda kwa shetani. Ukikula nguruwe utaenda kwa shetani, sijui nini. Oh, what? No, hapana. Biblia inasema ya kwamba hiyo nguruwe ichinje, pika vizuri, tengeneza vizuri, kula ushibe. Haleluya. Nawaambia Mungu asante, urudishe shukrani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo, kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kipokewa kwa shukrani. Kwa hivyo kisikataliwe kama kitapokelewa kwa shukrani. Lakini kama unapelekea mtu nguruwe anakatai kuipokea na shukrani, funga vizuri, pack vizuri, rudi nyumbani, karanga hiyo kitu, twanga, tengeneza hiyo kitu, na ufunge macho, uambie Mungu ni asanti. Hiyo nguruwe ilikuwa tamu sana, ilikuwa very sweet. Unajua Mungu, hata ninasema ni asanti sana. And God will continue. Na Mungu atazidi kukupatia kwa wingi chakula aina zote, kwa sababu amesema ukipokelea kwa imani anaendelea kukupatia. Bwana Yesu apewe sifa. Yakobo 1:19-20 nasema hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kukasirika, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Haleluya.
wa kwanza Yohana 2:15, na Biblia inasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakuko ndani yake. Unasikia? Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Usipende girlfriend ambaye anapenda dunia. Wakati wote yeye ni wa bash, wakati wote yeye ni wa pombe, wakati wote yeye ndiye anaenda kufanya nini? Kutwaka. Wakati wote yeye ndiye anaenda kufanya maovu hayo yote. Usiwapende watu kama hao. Usiingie katika mahusiano, usiingie katika relationship na wao. Yes, ni mandugu zako. Yes, unafaa uombe wabadilike. Lakini usiingie kwa relationship na mtu kama huyo, na mtu kama huyo hafai kukuwa akipatikana ndani ya kanisa, kwa sababu kanisa ndani yake ni Kristo na Kristo peke yake. Na ndiposa mwili wako na mwangu tukishikanisha pamoja na tushikanishe na wa huyo mwingine na yule mwingine, tunaunga mwili mmoja ambao ni mwili wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Glory. Glory. Amen, amen. Warumi 10:9. Na Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Yesu utaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale watu wanasema ya kwamba Sevra leo nataka kuokoka. Leo mimi nimesema hii siku ya leo vile unahubiri hapa saa hizi. Mimi nimechoka na maisha ya dunia, nimechoka maisha ya kujitawala, nimechoka maisha ya kutawalwa na masanamu, nimechoka kuongozwa na masanamu, nimechoka kuishi kwa kutishiwa na kupewa vitisho ndani ya maisha yangu. Nimechoka kuishi kushinda nikitafuta mtu mwenye simpati. Nimeishi kutafuta msamaha wa dhambi na sijaipata. Nimeishi kumwaga damu. Nimechoka kuvaa magunia. Nimechoka kujipaka majivu. Nimechoka kushinda nikilala chini. Ati kwa sababu ya vile ninasikia nimebeba burden mzito. Ninataka kupumzishwa. Ninataka nitulie hata mimi nifurahie kama wengine. Nimechoka ya kwamba shetani anashindaga akipata access kwa mwili yangu. Nimechoka kutumiwa vibaya. Wewe ambao unasema siku ya leo, mimi leo nataka nimpokee huyu Kristo. Nataka akuwe nguvu yangu. Nataka akuwe maisha yangu. Siku hii ya leo, wewe ambao unataka kuokoka, ukisoma kitabu cha Warumi 10:9 inasema ya kwamba kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hayo tu, kuamini tu Mungu, kuamini tu Yesu, kukiri tu na mdomo wako, kuamini ndani ya moyo wako, hivyo tu peke yake. Na ndiposa sasa nataka urudie maneno ambayo ninayasema nyuma yangu. Yesu, siku hii ya leo na kukiri kupitia kinywa changu kwamba wewe ni Bwana. Naamini moyoni mwangu kuwa Mungu alikufufua kutoka kwa wafu. Kuanzia siku ya leo na hata milele na milele nimeokoka. Amen. Amen, amen, amen. Glory. Glory, glory. Glory. Amen, amen. Somebody, kama uko hapo ruka, shangilia Yesu, ambie amen, amen. Glory, glory, glory to God. Glory to God. Amen. Mungu awabariki sana mliokuwa mkinisikiza. Naitwa Sevrai. Unaweza ukasubscribe hapo to my YouTube channel. Naitwa Sevrai TV na Mungu atazidi kuwabariki. Na kabla yangu kumaliza amen. Wacha tusome kitabu cha Warumi 10 kuanzia 13 hadi 17. Na Biblia inasema ya kwamba kwa kuwa kila
atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Basi watamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo na mhubiri? Alafu tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu ya wahubirio habari ya mema. Lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya asema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Sio neno la tindakumaliza, sio neno la manabii wa uaji. Neno la manabii wa uaji, hata gunia na jivu hailetagi imani. Hata mbinguni hakuna mtu ataenda kwa sababu ya gunia. Ati Mungu atasema wewe ulivaa gunia mingi, ulijipaka jivu mingi, hata wewe ndio ulikuwa namba 1 kuvaa hizo manini. Mungu atasema je hivyo? Kusamehewa kwa dhambi ni Kristo msalabani. Kwa hivyo tuweze tukajua hii kwanza Kristo msalabani ni nini, ili tukazidi kuamini. Na Biblia imesema huwezi amini kama haujasikia. Kwa hivyo ni vyema wewe ambaye unanisikiza utafute kanisa ambapo utashiriki. Kanisa sio jengo, sio nyumba. Kanisa ni ushirika. Kwa hivyo tafuta watu ambao wanahubiri Kristo, watu ambao wanasikiza Kristo, ukakusanyika pamoja na wao, pia wewe ukakuwa mtumishi wa Kristo, mkawa kwa pamoja katika ushirika huo, mkazidi kueneza habari hii ya Kristo Yesu, na Mungu awabariki. Mbarikiwe sana na muzidi kusikiliza neno la Mungu. Kama una mahali unaweza enda kanisa, kama una ushirika karibu na wewe, YouTube channel yangu Save Right, unaweza patana hapo, na pia kama uko na testimony unaweza share hapo kwa mitandao ambayo iko hapo. Mungu awabariki sana. Amen.